baba mwema, si wewe ni baba mwema, rafiki haujawahi shindwa wewe baba yangu. Tunakuja kwako Masiae baba wangu, tunajileta kwako rafiki wewe, si wewe ulisema tukutafute baba mwema, leo tunakuja kwako
Mambo vipi mtazamaji wa Muliro TV? Karibu sana kwenye kipindi cha Mzuka Gospel, ikiwa ni mahali ambapo tunaburudika na mziki safi sana wa Injili na kuimarisha maisha yetu ya kila siku. Mimi naitwa Alan Muliro na leo niko na wenzangu hapa nikiwa Wafula Victor Kitjeri. Bila shaka leo tumetembea na jopo nzima ambalo limejaja hapa ndani ya Muliro TV, tukiwa na mgeni wetu ambaye ameweza kutembea leo akiwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Leo tutakuwa tunapiga gumzo, tuone ni hali namna gani, safari ilikuwaje, alafu itakuwa safi tena sana. Kwako Victor, sijui unasemaje? Sina neno, sijui weekend ya kwako imekuwa vipi? Imekuwa safi sana. Shughuli zimekuwa nyingi kumsulubisha Bwana Yesu Kristo. Sijui wewe vipi? Imekuwa safi sana lakini sikushiriki maana na mwenzangu Gary, sijui mambo yanakuwa vipi weekend? Mimi weekend yangu imekuwa fresh kabisa. Naam. Nimekuwa kwa zile harakati za kumsulubisha, lakini sikuwa huko, nilikuwa na wale ambao wanamsulubisha. Sana masa nilifikiria labda utakuwa kwa safari ya njia msalaba, kubeba pale msalaba. Sasa hapo unajua hiyo ni mambo mengine. Mimi nilienda tu kanisani na pia nilibarikiwa na wenye walikuwa na hivi niulize kwanza. Viki, wewe ni kama Mkatoliki bana. Hii kitu inasaidia nini? Manake tunapata Wakristo wengine sana ni Catholic ambao wanatembea pale barabarani kwa kufanya hiyo safari ya msalaba, sio? Hiyo ni kitu ambacho wao tu wanafanya, lakini tukiangalia hizi dini zingine kando na Catholic churches tunaona hao watili maanani. Unahisi kana kwamba hapo kuna utofauti ama vipi wewe? Na siwezi sema kwamba kuna utofauti, kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo wanafuata kulingana na maandiko. Ukiangalia katika kitabu kitakatifu, Bwana Yesu Kristo njia zote ambazo alizipitia kuanzia mwanzo hadi akaenda akasulubiwa, ndio njia ambazo vile vile ukiangalia wa Katoliki wanazifuata, wanaenenda nazo hadi dakika ya mwisho. Ukiangalia kuna ile huwa wanasema Jumatano ya Majivu, ukiangalia huwa wanatembea na matawi. Ukiangalia katika kitabu kitakatifu vile vile ni shughuli ambayo ilifanywa. So wao wanafuata tu kulingana na maandiko. Siwezi sema kwamba pengine wameenda kinyume na maandiko, lakini hapana, ni kwa sababu wanafuata yale ambayo yalifanyika kulingana na maandiko tu. Na swali ni je, kwa wale ambao hawafuati namna Catholic wanafanya, je, kuna tashwishi pale au vipi? Unajua huwa tunasema kwamba kulingana na jinsi ambavyo tunaelewa kiBiblia, kuna vile ambavyo mimi nitaelewa na kuna jinsi ambavyo wewe utaelewa. Lakini kikubwa zaidi huwa ambacho kinatufanya sisi kuwa pamoja ama sisi kuwa Wakristo ni kwamba tunayemwabudu ama tunayemwamini ni nani? Ni huyo Bwana Yesu Kristo. Na ni yule Mungu mmoja tu ambaye tunamwamini. Hivi kuna shughuli ambazo yule Mprotestanti atafanya na kuna vitu ambavyo mimi Mkatoliki nitafanya. Kidogo utaona kuna ile utofauti, lakini mwisho wa siku utakuja kutambua kwamba sisi sote tunamwabudu yule Bwana Yesu Kristo tu. Vizuri sana. Kwa hivyo ni imani na matendo tofauti tu. Kuna watu wale ambao wanaamini nikipewa kitambaa na niko mgonjwa basi mimi nitapona. Ndipo niliona kuna mwimbaji aliimba akisema kwamba unaona kwamba unaambiwa ruka moto, hiyo si ubatizo. Ama unaambiwa siji unapiga magoti kwenye bendera, hapana, hiyo si ubatizo. Ubatizo ni kupitia maji. Kwa sababu ukiangalia Bwana Yesu Kristo vile vile aliweza kubatizwa kwa nini? Kwa maji. So sisi kama Wakristo kuna zile njia nyingi ambazo zinafanyika, lakini mwisho wa siku tuendelee kumwamini tu Bwana Yesu Kristo. Vizuri sana. Namuona kitu pale. Kitu umenyamaza. Wewe uendi kanisa ama vipi? Mambo ya kanisa kidogo. Mimi kawaida lazima kwanza niingie kanisani. Lakini hata pale kwa Katoliki pia nilikuwa. Lakini mimi sikuwa naona kama ni Katoliki kako na sioni maana ya ile, sikuwa iona ile maana ya kutembea na msalaba. Because nilikuwa naona baby, nilifika pale nikaanza kuona vitu zingine church ni kama unaona wale watu wakifanyanga vya koko. Wanacheza. Unaona vitu kama zingine unaona kama mtu ana pretend. So wewe mmoja mtu anakuja na kiboko na pretend na kuchapa na kuchapi. So nili attend hizo kutembea na msalaba hiyo like twice, lakini nikaona hiyo ni mchezo. Sasa nikasema
niache tu, lakini Wakatoliki mnisamee, hiyo ni dini yenu, fuateni tu. Na mtazamaji wa Muliro TV, ni kulingana na dada na ndugu yetu huyu samahani, anasema kwamba yeye kidogo anatashwishi, lakini mwisho wa siku tunasema sote ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Kumbuka tu tuko ndani ya Muliro TV, ndio kipindi kinang'oananga, ndio tunaingia. Sijui hali ya kwako imekuwa vipi, weekend imekuwa vipi? Basi tuachie ni tuma comment ya kwako, alafu tutakuwa tunaitendea kama alivyosema mwenzangu hapa. Leo hapa kikosi kizima kimesha jaa, kikosi kizima kiko imara, tupo tisti na tupo tayari kukuletea burudani, kwa sababu kila siku ya Jumapili mwenzangu watu tunasema kwamba siku nzima ama wiki nzima ni shughuli, lakini siku ya Jumapili ni kupumzika. Anapopumzika mtazamaji wetu wa Muliro TV, basi sisi hapa tunakuletea gumzo kwa mavu, tunapatana na wasanii wa nyimbo za Injili, tunapatana na mada ambazo zitaweza kutujenga. Hivi niseme vipi? Nasema karibu sana tuweze kuandamana kuanzia mwanzo hadi tamati, kwa sababu hapa ndani ya Muliro TV tunaongozana na tunazidi kutiana moyo. Sijui mwenzangu, kabla tu tuingie katika shughuli ya siku, na kipi ambacho naweza mwarifu mtazamaji wetu tu kabla tukuletee mgeni? Bila shaka hakikisha kuwa umetuma pale arafa zako, una share hii live yetu, alafu vile vile pia una like, alafu itakuwa baraka tena sana. Asante sana mwenzangu, unasema vipi? Mimi ninaweza kuambia tu jamii tufikie 10k followers kwanza. Napiga unaweka kidude tu, unakula ikaichukui kazi mingi. Ona mimi unakuja tu kwa simu yako, alafu unaona Muliro, una like, alafu hapo hivi kando kuna share, unaweza kushare tu kwa group ama kwa rafiki yako ama kwa post zako, alafu una comment tu, watu waambie unawatch ukiwa wapi. Itakuwa ni ya baraka. Asante sana mtazamaji wa kwetu, tufanye vivyo hivyo, alafu mambo itakuwa shega tena zaidi. Kabla tujaweza kumkaribisha yule tunasema kwamba mgeni mheshimiwa, siku zote wao wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Bila shaka leo tunatumai kwamba sisi wenyeji tutapona kupitia nyimbo zake, kwa sababu zinabariki. Utasikiza tu kuna nyimbo hapa kama inasema kwamba Bwana Yesu njoo, utaweza kusikia ngoma hiyo, na bila shaka mtazamaji wa kwetu basi utaweza kuona mambo inakuwa shughuli pevo. Basi mwenzangu, sijui tufanye vipi tuweze kumkaribisha mgeni? Kwa msikilizaji, usisikize ukiwa pale pembeni, unasongea karibu, au unasongesha sauti yako ya simu au redio yako juu. Alafu inakuwa safi sana, manake tunakupa chakula cha ubongo. Mgeni yuko hapa hivi. Bila shaka utakuwa ukisikia mengi kutoka kwake. Karibu sana dada yetu Movin. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa kuwa mahali hapa, kwa kukutana na nyinyi. Kwa majina yangu naitwa Movin Indege. Nimeokoka na mpenda Yesu. Hayo ndo majina yangu kamili. Okay. Pale YouTube ama Facebook? Utanipata YouTube at Movin Indege. Naam. Facebook Movin Indege, TikTok na kila mahali tu, social media yote naitwa Movin Indege kama nilivyowaambia. Okay. Basi kiufupi tu, au kwa kiufupi tena kwa undani, kuna ule msikizaji pale anatusikiza na anatutazama, na angependa kujua huyu Movin ni nani. Leo utamwambia vipi? Okay, Bwana Yesu asifiwe. Kama venye nilisema, naitwa Movin Indege na ni mzaliwa wa Matisi. Naam. Kitale. Kule ndo mimi natoka na kule ndo naishi. Huko ndo mimi ukaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niko tu hapa na nyinyi hadi mwisho, ndio tunaanza. Na kama venye nimesema, mimi huimba nyimbo za Injili pale YouTube na kila mahali ukinitafuta at Movin Indege utanipata. Ni hayo. Na kanisa ni gani? Na toka kanisa Fire Ministry, iko pale chini Matisi Stabicha. Naam. Ukiulizia tu pale ni karibu tu, utapajua. Vizuri sana. Karibu sana Muliro TV. Asante. Ikiwa ni mahali ambapo tunaburudika sana na muziki safi wa Injili. Na vile vile pia tunaimarisha maisha yetu ya kila siku kwa kupitia nyimbo za muziki za Injili bila shaka. Kunradhi. So Movin, unasema unatoka Matisi. Ni vizuri sana. Nafurahia kusikia kwamba unatoka Matisi, manake Matisi tukiongelea huku sifa za Matisi tuseme zinajulikana sana. Lakini leo tunashukuru Mungu, manake kando na yale ambayo unajua kuhusiana na Matisi, bila shaka pia huko kuna Mungu, na Mungu anainua watu kutoka maeneo yale. Kwa hivyo
pale ulipo usiaijidharau. Usiaisema mimi natoka familia ya chini, ama natoka area fulani huku hivi watu wanavutanga bangi, wacha nivute kama hao. Nikianza kwenda kanisa watanionaje? Hapana. Unafanya uamuzi wako mwenyewe, alafu inakuwa ya baraka tena sana. Ndipo sasa wanasema kila mtu ataubeba msalaba wake. Bila shaka. Na pengine mwenzangu umeulizia kwamba tumeweza kumtambua kwa kiduchu mgeni wetu asikie leo. Pengine mgeni ni kuweza kukuuliza tu, kwa sababu huwa tunaangalia kwamba tuna wale wasanii wa nyimbo za injili aswa. Unapata msanii anaanza kuimba nyimbo za injili kwa muda huu ama kwa muda mchache tu unaona ametoka. Ukimuuliza nini anasema pengine pale nyumbani ama mahali ambapo nimezaliwa hii shughuli haifanywi, so sina ile uzoefu. Pengine wewe ukiangalia pale nyumbani ama background ya kwako, je, imekulea kwa hali gani ndiposa kaamua kuingia kwa nyimbo hizi za muziki? Okay, Bwana Yesu asifiwe. Sitasahau kusema Bwana asifiwe, maana yeye pia ndio alinitoa kule. Amen. Hallelujah. Amen. Maisha ya muziki inategemea na wewe vile umejiondoa na kujiweka kwa hiyo level ya kuanza muziki. Naam. As in, unaweza kuwa maybe umelelewa na watu walevi na ukatokea ukakutana na kikundi kule nje wanaimba, na wewe ukatokea, wewe Mungu amekuchagua wewe kama yani amekuteua wewe. So inakuwa hivi like wewe ukishajielewa kulingana na muziki, ni wewe mwenyewe uanze kujijua unataka nini kwa hiyo muziki, nafaa kufanya nini. Sio like kuna watu wamelelewa ndio kwa tuseme watoto wa wachungaji, tuseme hivyo. Sio wote wanakujanga wanakuwa tu wachungaji. Sio wote wanakuwa kama mama yao ama baba yao. Ni vile mtu tu amejikubali, na vile mtu amejielewa, ama na vile mtu tu anataka kuwa katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kimimi ndio nimetoka kwa familia yenye wameokoka, wanampenda Mungu, but sio wote wanaimba. Ni mimi tu nilitokea na nilianza tu mchezo tu, na si ati nilianza kwa kanisa nilikuwa. Like ni ile tu unatoka hivi unakutana na kama band, kuna maband kule nje, unakutana na band, alafu ukikuwa committed, Mungu pia akiona commitments zako anakuinua. The more unaendelea kukuwa committed kwa vitu ambavyo vinahusisha Mungu naye anazidi kukuinua. Ni kama tu shule. Unaona ukiwa shule ukifanya mtihani na ufaulu unapromotiwa. Ni kweli? The same way kwa hii wokovu yetu na hii maisha ya kimuziki. Inahitaji kwetu kwa hiyo nini? Like usitake kujua watu watasema nini ama ni nini itafanyika. Unajua hii maisha iko na milima na mabonde. Ni kweli. So ukiangalia sana, ukibase sana kwa mambo mabaya, hakuna siku utafanya vitu nzuri. So unatakiwa tu kujielewa mimi ni nani, na nimekubali kutembea na Yesu, lazima nikubali kufanya vitu kadhaa, nikubali kupigwa mawe, kwa sababu hiyo ni kitu ya kawaida. Kweli. Hallelujah. Amen. Bila shaka mwenzangu hapa nikidhani umeyasikia kwamba alianza kwa kujituma. La wiki kubwa zaidi anasema kwamba ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Commitment. Msikilizaji au mtazamaji wa kwetu, una commitment? Usinijibu hilo, jiulize ndani ya moyo wako, alafu utaweza kupata majibu. Na usijitume bila Mungu. Bila shaka mwenzangu kiti hapa sijui niweza kukuambia kijituma bila Mungu ni mwizi. Unasema kwamba ni kutumia nguvu za giza, kitu ambacho hakiko halali. Ni mwizi tu pekee yake anaweza kujituma bila Mungu, lakini pia mwizi lazima niko sure. Hata mimi kuna wakati nilikuwa nikienda kuibabuga, lazima sema Mungu nisaidie tu hapa nisishikwe juu itafunikwa. Bila shaka wengi husema kwamba hata wezi pia wanamtanguliza Mwenyezi Mungu kwa shughuli zao. Sasa ukifanya kitu bila Mungu wewe ni nani? Haieleweki kabisa. Hamna kabisa. Na pengine dada yangu nikiweza tu kuuliza, kwa sababu umeongelea kwamba ile commitment. Mara nyingi wewe unapata msanii kwamba anasema kwamba kwa upande wangu nina ile kujituma, lakini anafika mahali unasikia anasema nitajituma vipi ambapo sipati ile full support maybe kutoka kwa these ama kwa wazazi ama kwa nini. Pengine wewe binafsi ukiangalia umejicommit kwamba nataka kunafanya hii shughuli ya uimbaji haswa wa injili, pengine hiyo commitment yako kuna ile support unapata so that hiyo commitment yako inaendelea kupaliliwa ama vipi? Kama vile nilivyoanza nikisema,
ina depend na we mwenyewe, kwa sababu pia kwa hii dunia ya saa hizi ukitegemea mwanadamu ni kweli umelaaniwa, kwa sababu mwanadamu choka, na mwanadamu ukimtegemea pia kuna wakati inafika anakosa. So hii commitment naongelea ni kwa mfano kama unaanza kuimba, ndio umeanza kuimba hivi, maybe watu wanakushusha moyo, wanasema wewe unapiga off key, wewe hata hujui kwenda na beats, wewe hata kuna mali unaenda. Mpaka mwingine, kuna mali nilisoma mali mwingine anamwambia nifunze hii juu kesho hii Mungu atakuchukua, mimi ndio ndafanya. Unajua sasa watu wakikwambia hiyo unasikia inakuja kama mishale. Sasa ukicommitment inatokea hapa, like hizo mishale zikikuja, wewe usiziangalie, angalia Mungu anasema nini, na ulianza hii kitu kikuwa na aim gani, na ulianza hii kitu ulianza kwa nia gani, kwa sababu mambo mengi hutokea in that, yani unaanza hii muziki vizuri, inafika mahali kumbe msingi yako uliweka kwa wanadamu. Maybe ulikuwa mimi nikiimba, maybe nilikuwa nikiimba unaniambia umefanya vitu mzuri, huyu rafiki yangu ananipea yako maybe ka 50 hivi. Sasa unaona hapo mbeleni wakishaanza kuacha, sasa inaanza commitment zako zinaanza kupungua, sababu ulikuwa unawategemea. Mimi Kenya naweza sema kwa muziki usitegemee fully kwa wanadamu. Msingi yako jenga kwa maombi, maana unajua hizi mambo yote ikitokea ukiwa mtu umesimama kwa maombi, utajua ni njia gani unaenda, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuja hata tunaongea kumbe nimekukwaza. Na unajua sisi waimbaji wa light tunakwazikanga haraka sana vitu tu kidogo. Makanisani mwetu maybe wanatukwaza kule, unaongea na mtu maybe ulikuwa umeweka matumaini kwake, lakini kwa sababu anakufail, unaona tu yani umemchukua kama Mungu. Akisha kufail hivyo unaona ni kama yani dunia imekuacha. So mimi kila naweza sema ukijicommit kwa muziki fully, weka nini yako, msingi yako kwa Mungu, tegemea Mungu, jaribu kuwork. Usitegemee tu wanadamu ati nikienda kuimba mali wanilipe. Hii muziki itaki utegemea wanadamu. Jikaze kuwa na kitu kwa kukuingizia pesa, ndio hata wewe mwenyewe ukisimama hivi unajua natumikia Mungu. Haujakuja hapo kwa sababu ya kitu fulani, ni kwa sababu ya Mungu. Asante sana. Kabla tujepata burudani kwa ufupi basi, nikuulize mbona ukachagua tu kuchukua kuimba nyimbo za injili bali si zile za dunia? Okay, kwanza mimi nimelelewa kwa familia ambayo inamjua Mungu. So nilizoea na nilikuwa tunaenda kanisa, ikifika asubuhi wanakwambia kama uendi kanisa usirudi kwa hii boma. So inabidi tu lazima uende. Hakuna wakati unakosa kanisa. Ukikosa kanisa ni labda tu kuna reason tu yenye inaeleweka kabisa. Kienda hivyo kanisa waimbangi manini bongo. Ni kweli. Wanaimba tu gospel. Sasa ukishakuwa hivyo inakuwa like inakuingia kwa damu. Alafu tena kuna hiyo passion ndani yako. Ikiwa ukienda hivyo ibada, wewe ukifeel ni kama wewe ni mwombezi, hapo ndio inachipuka. Ukikuwa wewe ni mwimbaji, hapo ndio inachipuka. Kanisa inakuchochea kwa njia nyingine. Ukishaanza kukua hivyo na ukue na hiyo mentality ya kutaka kugrow, sasa ndio unaanza kutafuta kule nje. Hivyo tu. Ni kweli. Alafu na kuna kitu ambacho labda tuseme wewe umekuwa na mazoea kuimba pale kanisani. Ndio au la? Ni kweli. Labda imetokea siku moja ukanyimwa mic ya kuimba. Huwa unahisi aje ama una control aje emotions zako? Okay, kwanza kabisa huwa tunaenda kwa kanisa kwa sababu ya kusikiza injili. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Ukiwa mwimbaji unafaa kukuwa na kitu moja kwa akili. Usiende tu mahali na aim ya kutaka kuimba. Pia we unafaa kwenda mahali ukitaka kufidiwa, yani we pia ubarikiweko na mtu mwingine. Hata kama watakupatia microphone uimbe, usikuwa umeenda huko kwa sababu naenda kupewa microphone. Enda ukisema acha niende kwa hiyo kanisa wamenialika, ama acha niende kanisa yangu nibarikiwe na Bwana sikia leo. Na ukiweka hiyo mawazo mbele, hata ukifika huko akunyime microphone, utakuwa umeweka mawazo yako umekuja kubarikiwa, sio kukuja kupewa microphone. Because kama waimbaji ukweli ukinyima microphone ni kitu ya kawaida mwanadamu kukasirika. Kama mwanadamu unaweza kwazika, ukikuwa na rondogo hata unakosa kanisa tena. Ni kweli. Na mtazamaji anaitwa Minister Movin,
Unampata pale Facebook, YouTube pamoja na TikTok. Ametuambia kuna wakati katika huduma hii kuna mambo mengi sana ambayo kuna sababu mingi sana ya yeye kuanguka, lakini mwanzo umejua kile ambacho unataka ama yule ambaye unamtumainia hawezi tikisika. Usiende mbali, baki nasi tunapopata wimbo kwa ufupi, alafu itazidi kuwa safi tena sana. Una uzima Yesu ako na uzima tele kwa maisha. Rafiki, unachelewa ukiwa wapi? Jamani, karibu kwa Yesu. Wewe uliyeshindwa unaenda kwa nani? Njoo kwa Yesu jamani. Yesu atakupokea. Yesu atakufanya kuwa kiumbe kipya jamani. Rafiki mwema ni yeye. Rafiki mwema ni yeye. Rafiki mwema ni yeye. Wakati nimechoka mie, si rafiki mwema ni baba. Wakati nimeshinda mie, si rafiki mwema ni Yesu. Wakati nimelemewa mie, rafiki mwema ni Yesu. Wakati nimeshindwa mie, rafiki mwema ni Yesu. Wakati nimechoka mie, rafiki mwema ni Yesu. Wakati shida zimenikumba mie, rafiki mwema ni Yesu. Wakati nimeachwa na marafiki, rafiki mwema ni Yesu. Wakati nimetengwa na wenye navyo, rafiki mwema ni Yesu. Wakati nimeachwa sina pa kwenda, rafiki mwema ni Yesu. Rafiki mwema, ai rafiki mwema. Kwa maana tunasema mimi sina mwingine, daima ni wewe. 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 Mimi sina mwingine, yelelele. Mimi sina mwingine, mimi sina mwingine, baba yangu. Mimi sina mwingine, daima ni wewe. Sina yeyote atakayenifuta machozi. Sina mwingine, daima ni wewe. Mimi sina mwingine, daima ni wewe. Mimi sina mwingine, sina mwingine, mimi sina mwingine, daima ni wewe. 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 Sina mwingine, daima ni wewe. Mimi sina mwingine, daima ni wewe. Anayenipa uzima ni wewe rafiki, baba baba baba. Anayenitoa chini na kuniweka juu ni wewe baba baba. Si aliyefuta kilio changu maishani baba ni wewe baba. Si aliyeleta furaha maishani mwangu ni wewe. Rabi, sijapata kama wewe baba, sijaona kama wewe baba, sijaona kama wewe. Wewe ni mwingi wa rehema, wala si mwepesi wa hasira. Wewe ni mwingi wa rehema, wala hujachoka na mimi baba. Wewe ni mwingi wa rehema, wala hutaniacha Rabi. Wewe ni mwingi wa rehema, mimi nakimbia kwako baba, maana wewe ni mwingi wa rehema. Rabi, sina mwingine, daima ni wewe. Mimi sina mwingine. Ai, basi unasema namna gani? Mimi sina mwingine, daima ni wewe. Mimi sina mwingine, daima ni wewe. Sema na mimi. Mimi sina mwingine, daima ni wewe. Mimi sina mwingine, daima ni wewe. Mimi sina mwingine, mimi sina mwingine,
Yes, watu wangu. We are back. Yes, we are back again. Aha. Pale ambapo tu tuliachia. Tulikuwa kumbuka tuko na msanii hapa studioni ambaye ametembea hapa Muliro TV. Ni msanii msanii wa nyimbo za injili anaitwa Movin. Pale YouTube utakuwa ukimpata, Facebook pia utakuwa ukimpata. Sijui kitu kama kuna rafa kule, tuone watu wanasemaje. Yes, kwangu nina rafa hapa. Kuna rafa kutoka kwa Minister Jack Masibo, sema tuned from Naivasha. Asante sana kaka. Sauti bana. Yeah, niko na Luckiest Melody. Nasema keep up the good work. Alafu tuko na ndugu yetu Dominion. Anasema following from Nairobi. Big up my brother Alan and Jerry. Mnaenda mbali wako. Ambia Movin Noah ananibariki sana. Movin. Amen. Unabariki haitwa Domami sana. Amina. Yeah. Hizo tu ndo niko nazo mali hapa. Kwa upande wangu vile vile naona kuna rafa zinashuka, na muona kijana julikana kama kitu mwenyewe anasema neema inatosha. Kabisa. Anasema yuko ndani, yuko mjengoni. Na pengine mtazamaji, tunarejea kwa mara nyingine tena tukisema kwamba tupo na mgeni wetu hapa. Ukiangalia baadhi ya comment hapa zinasema kwamba huwa wanabarikiwa na nyimbo zake. Hivi ingia katika mtandao wetu mtandao wake wa kijamii pale kwenye Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, natumai hadi Instagram utaweza kumpata. Atakuwa anaachia tuambie majina yake, anatumia majina yepi katika mitandao yote, alafu itakuwa vizuri zaidi ili tuone kwamba sote tunabarikiwa, sote tunapata ama tunakusanya hizi baraka, alafu inakuwa vizuri sana. Na pengine mgeni wetu nikuulize tu swali hapa kwamba kwa sababu umesema kwamba kwa wewe binafsi kwa sahi shughuli nzima ambayo unaifanya kwamba maisha yako sasa ni kuweza kumhudumia Mwenyezi Mungu kupitia au kutokana na nyimbo hizi za injili au nyimbo za kumsifu Bwana Yesu Kristo. Pengine ukilinganisha maisha yako tangu vile ulikuwa pale awali na hivi sasa ambapo unatumikia Mwenyezi Mungu kupitia uimbaji, unaweza unasema kwamba kuna utofauti ama vipi? Na kama kunayo pengine ni kiwango kipi? Ndio, kuna utofauti kubwa sana, kwa sababu pale nyuma kabla nianze hii huduma nilikuwa mtu wa kuhangaika sana. Si kwa ule mtu straight, nilikuwa mtu mbaya, like sikuwa mbaya sana licha, lakini nilikuwa ule mtu mwenye hata nikiambiwa story na church, yani naona tu msee ananiambia vitu gani, huyu anasema vitu gani huyu, yani naona nikaa ananiwastia time. But the moment nilikuja kwa uimbaji, like hiyo ndi kanipush mpaka yani hata siwezi miss kanisa. Vile nilianza kuimba imenisaidia sana, kwa hiyo kutomiss kanisa. Na hiyo pia kutomiss kanisa pia ndio inanifanya pia Mungu ni kama ananichunga. Maana kwa sasa niko na amani ya moyo. Hakuna kitu inanisumbua. Mungu yani ananichunga, ananiepusha na vitu mingi. Juzi nimepita hapa hivi chini, nimekutana tu na jamaa fulani akanipita hivi karibu hata anigonge. Naenda nagonga hapa jamaa fulani. Nikasema kama si Mungu kunichunga. Nikakumbuka kuna vitu ambavyo ukifanyia Mungu hawezi kuacha hivyo. Na after nimeingia kwa hiyo huduma ya uimbaji, kuna vitu tu Mungu amenifanyia. Yaani hata mawazo yangu alibadilisha, siwazi kama zamani. Yaani nilikuwa nikiwaza hivi hata nikikosa pesa, nawaza tu vitu mbaya. Lakini sasa hata nikikosa hata bob tu, niko na amani ya moyo. Like Mungu amenipea amani ya moyo. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Unajua hata inashinda pesa. Kweli kabisa. Mungu amenilinda, amefunika familia yangu. Like hadi babangu hakukuangaa, yani anaamini kama mimi naenda muziki. Ilikuwa kiniona nikitoka hivi, anasema wewe hiyo nakupea mango yako uende. Ukirudi next nakupea mango yako uende. Lakini siku hizi hadi nikitoka kabla yani nisipotoka ananiuliza, "Na leo mnaenda wapi?" Leo sijakuona leo ukitoka, yani Mungu amebadilisha hiyo taswira ya zamani na sasa haifanani. Amekupa jina jipya. Kabisa. Asante sana. Na pengine kabla tujasonga mbali, kuna swala ambalo umezungumzia kwamba kidogo pale awali mzazi alikuwa anasema, hapana, usiende, sijui usifanye nini." Baadhi ya wasanii ukiangalia huwa anakuambia kwamba nilijaribu kufanya lakini mzazi kidogo alikataa. Pengine wewe ulitumia njia gani kuona kwamba unamshawishi mzazi wako hadi akakuruhusu kwa sasa unafanya kazi ya Mwenyezi Mungu? Nikirudi pale nyuma ambapo nilikuwa nakwambia, hadi
au wanadamu ambao unawategemea wanaweza kukufail. Ndio. Wazazi wako ndani. Unaweza kuwa maybe yani uko hivyo umealikwa mahali na mzazi wako anakuambia hakuna leo kutoka. Hakuna. Sasa kwanza wenye tunaishi kwa wazazi wanakuambia leo hakuna kutoka. Ukitoka uende ugodeshe nyumba yako uishi. Okay, okay. Sasa hiyo nakwambia umewategemea, unasema tu nafaa kuenda na nafaa kurudi hapa. Yani inakuwa challenge kubwa sana kwa sababu pia uwezi wa disrespect. Ni kweli. Sasa inakuwa challenge, but mzazi pia kuja kuelewa wakati hiyo talanta yako ama hiyo gift yako ina grow. The moment una show your commitment yako, ukipigiwa simu unahakikisha hata hiyo call umempea yako anaongea. Ukiongea hivi unasema salimia hata mzazi wangu. Yani unajaribu kumhusisha. Vitu ndogo ndogo tu, hata salamu tu. Ina matter sana. Ni kweli. Hata the way tu unatoka, ukimwambia naenda mahali fulani na nitarudi saa fulani, na uhakikishe hiyo masaa umerudi. Pia mzazi anaanza kuona kitu ndani yako. But the moment wewe unatoka, hausemi masaa utarudi, unarudi hata tuseme kesho yake. Ndio umetoka huduma, lakini because of that disrespect, mzazi anakuweka kwa level mbaya sana. Yeah. Anasema tu huyu hajatoka kanisa. Ni kweli. Bila shaka wazazi, natumai mmesikia. Wazazi wanetu wakisema baba nipe hiki, jaribu kuangalia anachokitaka, je kina manufaa ama vipi? Angalia alafu mambo itakuwa vipi. Pengine mwenzangu tukiendelea tu. Naam. Unaona vipi kuhusiana na jinsi ambavyo dada wetu amesema kwamba kidogo mambo yake ilikaa hivi, kidogo ulipatana na hali kama hizi? Hapo pale ukitoka uende utachukua mango yako uende. Ani wazazi wengi sana, wazazi wetu si wa kizazi hiki. Wazazi wa kale pale nyuma imekuwa ngumu sana. Hata mimi nakumbuka kuna wakati nikibaki kanisani labda kucheza kinanda baka saflani, mzazi anakuja na kugombanisha, lakini saizi wanaelewa, manake wanajua kile ambacho kiko ndani yako. Kwa hivyo natumai yote yanatokea kwa sababu ulifika hapa kwa sababu huko unaangalia. Umesema binadamu wa kwanza wa kukuangusha ni watu wako wa karibu. Kabisa. Akiwemo mzazi. Baba pamoja na mama. Na wao pia ndio wanaweza kukushika mkono. Na pia wao ndio wanaweza kushika mkono. Yeah. Kwa hivyo saizi wamekushika mkono? Jamani, yani si ati wananipea pesa. Ndio walipe pesa, lakini wananipiga support nyingine ile kali. Hadi wananikumbusha, unaenda wapi msichana wangu? Uko venye uko mali umetoka kulikuwa aje? Yani wanakuuliza ueleze. Wako concern na wewe sana. Inapendeza tena sana. Hawampi pesa lakini wanamotivate. Wanamkumbusha. Hawataki tena anguke. Manake wamegundua kitu ambacho kiko ndani yake. Wazazi popote mlipo tunawapenda sana. Lakini jaribuni kuelewa watoto ambao tuko nao ni wana gani, ni watoto ambao wanapenda nini, ni nini ambacho kiko ndani mwao. Kabisa. Alafu itazidi kuwa safi tena sana. Nasikia ndugu yetu hapa anasema kidogo yeye anapewa kitu, unapewa pesa ama unapewa support aina gani kwa upande wako? Kati napewa. Na ndugu. Ni kukuuliza tu, pia ningependa kuuliza kama pale kwa upande wa microphone tuliongelea mambo ya microphone kidogo. Na ikakuwa hata ni watu tu wengi, hata huyu Alan huyu amesimamishwa mahali akanyang'anywa microphone. Akaambiwa like huko tufanyangi hivi and kwa service. Mimi mwenyewe hapa kuna siku nishaambiwa tu sasa wewe leo utakaa tu chini. Na utaimba. Utakaa tu chini. Na ulifanya mazoezi. Leo ulifanya mazoezi bana. Na hivyo ndio ulianguka. Itabidi tu ukae chini. Ni kama leo mambo yako haitaenda. Sasa tukirudi tu hapo hivyo kidogo. Sijui kama wewe umeshawahi patana na hiyo mambo ya microphone, ulisema upatana naye. Sijui kuna nini nyingine kubwa yenye ile kufanya mpaka ukasema sasa hapa ndio acha tunikae chini. Sasa kwanza kabla tufike kwa hiyo kubwa. Kuna hii challenge utokea kwa makanisa mengi, maybe mmekuja mazoezi wiki mzima, alafu Sunday pastor anakuja. Ako hapo mbele. Sasa waimbaji wakati wanaanza kuimba pastor anarukia. Yaani anaendelesha wimbo, anaendelesha. Sasa unaona inakuwa challenge kwa waimbaji. Sisi tunakuja mazoezi alafu ndio ni mchungaji anapaswa kupewa heshima. Lakini pia heshima idumu kwa wote. Wakati waimbaji wanakuja kwa madhabahu au ni waimbaji, they have to minister.
Ufai kukuja kuwafanya wa feel vibaya, yani wamekuja mazoezi alafu wewe juu imekuingia sana unataka usolo back, si vizuri. Hiyo pia inasumbua, inafanya watu wanaumia. Waimbaji wanaumia na wasemi. Kitu kingine kwa hapo mimi nishaifanywa ile kitu. Nishaizimiwa microphone. Sasa na siku yani iko kwa ubaya, lakini mimi iliniuma kabisa. Unasikianga ile umepewa chance kuimba, then unaimba hadi na gain spirit sana. Unasahau matime. Wanakuzimia uko mic, afu anatuma mtu anakuambia. Wanakuanga wamekuumiza sana. Hiyo wakati nakumbuka walinifanya mpaka sikuenda wiki 2 kanisa. Na hiyo wakati majaribu ilinikujia hiyo wiki 2. Hata sikuamini. So it's a challenge because waimbaji wamezoea ukipewa microphone unafaa kukua umepewa na chance tena, yani usipimiwe. Waimbaji wako hivyo. Usipimiwe ama kama nikupimiwa pewa the exact time. Si ati unakuja tu unashangaa mtu amesimama huko anakufanyia hivi. Inauma sana. Anakufanyia tu. Si vizuri. Kwa pastors kidogo niambie kwa pastors tunawaheshimu sana, lakini mambo ya pastor umekuja tu tumekuwa mazoezi full week. Kama sasa hivi wanafunzi wako nyumbani, kuna mtu ameng'aa tu full week kwa mazoezi. Umekuja umepata wimbo ya Mungu wa uzima, kweli ni Mungu wa uzima. Imeflow kabisa. Wewe unachukua microphone unachukua sasa unaenda mpaka unajipata umeingia praise. Na kuna wanakuja mazoezi wamepanga wimbo zao. So pastors tunawaheshimu, lakini respect pia idumu. Alafu tu kwa swali lingine, sijui ni nini nilikufanya dada yangu mpaka ukasema sasa mazini nilikusukuma mpaka ukafika pale kwa hiyo kiwango sasa kusema acha sasa nishikilie Mungu na pia niangane na hii huduma ama ukaanza huduma. Okay, like kimimi go through a lot, yani nimepitia mambo mob, but si ile sana, lakini kwa sababu nilikuwa napenda kuimba, so hiyo kupitia challenges mingi na kupenda kuimba zikaingiana. Because many times nilikuwa nikiumia, najikuta yani nikiimba ndio sasa roho yangu inatulia. Ama nikiumizwa na nisikize tu music, nasikia nimetulia roho yangu. So nikasema kama hii ndio dawa yangu, si nitembee nayo kila mahali. Kama hii ndio sasa inanifanya mimi ni feel vizuri, haja gani nifanye vitu zingine, si ni base tu kwa hii furaha yangu. Ni kweli. So hapo ndio nikachukulia sasa makini, nikaanza kukua nikiimba tu. Licha sikuwa najua sana. Si ati najua sana, lakini nilikuwa hata nikifua. Na unajua uimbaji ni kitu ya baraka sana. Because hata ukipika unaimba. Si ati ukipika, ukifua unaimba, ukiosha vyombo unaimba, ukiwa bafu unaimba. So hiyo kitu inakufanya unakuwa motivated. Yani kanda na watu kukumotivate, wewe mwenyewe unaweza jimotivate. Because kama umeumizwa unaimba na unasikia raha. Niyo ndio ilinifanya so mimi nikajikuta nimebase kwa hii kitu sana. Yangu utakubaliana na mimi. Sisi peke yetu tunaojua tunajiongelesha pale barabarani, unajipata unatangaza mpira peke yako barabarani. Nimesikia hata waimbaji pia. Ni kitu ambacho kinafanyika bila shaka. Bila shaka. Nilisikia siku moja hata ukiwa na shida, kuna watu ambao inafika especially pale mwezi wa kwanza unapata mzazi barabarani tu anajiongelesha tu akienda labda kulipa karo ya mtoto. Anajiongelesha tu. So it is normal. It is normal. Ilesha na kuimba kwa ukweli ni ukweli, kuna siku nishaikuwa tu. Lakini most tusikumbuke hiyo kuimba kama tuko na shida. Tunaimba ukweli lakini tusikumbuke kama tuko na shida. Wako siku moja uko sherehe tu, na unakumbuka tu kuimba na unaanza kuimba, si tusingojenge tu baada. Ile mtu sasa yenyewe haki kweli tunajua tu hapa tu sina form, unajua tu sasa hii ni Yakobo wananidai, Fuliza wananidai, Mshori wananidai, KCB wananidai, sijui na wangu wa chama fulani wananidai. Sasa hapo ndo nakuja Mungu wa uzima. Mungu wa uzima wako hata kama mambo ni magumu, lakini usimngoje wakati tu mambo ni magumu. Ambie kwa hata siku moja tu imbako hata kama unafurahi kidogo, kwa furaha. Na itakuwa ya baraka. Alafu tu kwa jambo lingine, sijui unaambiaje hawa sasa pia mimi najaribu kuimba, sijui unatuambiaje sisi waimbaji wadogo ama watu ambao tunaanza kutoka chini wenye bado tunaambiwa baba tengeneza sauti. Umeimba off key. Kama kuna mahali nilienda nikashika hivi microphone. Lakini hata kweli pia na ingeweza.
tulikuwa mahali nikaambiwa chukua microphone enda backup. So kufika kwa backup nikasongeshwa hivi mbele niimbe, na nikaambiwa tu tena fanya aje. Sasa ule mwenye alikuwa anaimba unanga sauti bana, enda train kwanza alafu utakuja, na tuko na band moja tunafanya kila kitu tumeshikana, ni best yangu mwingine. Lakini ananiambia wewe sauti yako ni mbaya. Sasa sijui atuambia aje sisi, amututia aje si ngumu. Kwanza kabisa usitegemee mtu kama venye nimewaambia. Hizi saima simu zimekuja za kisasa. Ukiingia kwanza TikTok nini I entertain peke yake. Ukiingia hivi unakuta watu wameimba. Sikiliza jamani. Sikiliza, kuna watu hivi wanafanya vituko lakini inasaidia mahali. Scroll ingia YouTube, tafuta watu wenye wanaimba. Si lazima ukuwe unasikiza tu gospel peke yake. Hata unaweza kuwa unasikiza bongo lakini because kuna kitu unatafuta. Kuna vocals unatafuta kwa hii wimbo. Kuna tuseme nini? Kuna maneno unatafuta kwa hii wimbo, maybe kuna vitu kadha wa kadha. Kuna mtu ako na sauti na hana maneno ya kuimba. Kuna mtu ako na maneno ya kuimba na hana sauti. Kuna those people wana differ kwa vitu tofauti ndogo. So the moment unaingia YouTube ama Facebook ama TikTok, unapata tu mtu anafanya kitu ujinga, maybe anajaribu kupandisha sauti. Usicheke tu peke yake. Angalia msee anafanya nini. Anajaribu kufanya nini. Amekuwa akifanyanga nini. Jaribu kumfuatilia. Hata ikiwezekana follow jamaa. Najua most of the people wanapendanga wa follow lakini hawezi follow. Yes, saidi kitu. Jaribu tu kuscroll vitu, angalia vitu yenye ni ya maana, then itakusaidia. Usingoje mtu akufunze. Kuna jamaa alikuwa ananiambia, "Mavi, nataka kuimba kama wewe. Nataka unifunze." Nikamwambia kukufunza si issue. Issue ni wewe uko wapi saa hii. Mungu akamuuliza Musa, "Mbeba nini mkononi mwako?" Musa akamwambia, "Nimebeba fimbo." Na fimbo ndio ilitumika kupasa hiyo maji. Mungu angeshuka huko juu na kuja tembe ndani ya maji ya paswe. Si kweli? So you have to begin na vitu unafanya. Wewe pia jisaidie kwanza before mtu akusaidie. Umesema si lazima usikize nyimbo tu za injili peke yake. Umenikumbusha kuna wakati nimeingia gari la mchungaji mmoja wakati fulani, na kulikuwa na nyimbo za secular music zilikuwa zinasikilizwa pale ndani. Nikajaribu kuuliza, "Pastor, vipi leo umeamuaje?" Akaniambia, "Najua unaongelea wimbo." Akaniambia, nikamwambia ndio. Akaniambia, "Nafanya hivi ndio nijue dunia imefika wapi. Nijue nitahubiria watu nini." Kwa hivyo mtazamaji, popote ulipo, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, wewe ni mcheza vyombo, sijui unasemaje hapo hivyo, lakini kiukweli Kristo alikujia kile ambacho kilipotea. Sisi ambao tuko si wale ambao wamepona ama wameokolewa. Kwa hivyo usigogope kutangamana na wale watu ambao hawajempokea Yesu Kristo. Usiogope kutangamana nao. Tangamana nao na waambie Yesu anaweza, wahubirie. Uambie kwa Yesu kuna raha na itazidi kuwa baraka tena sana. Na hivyo ndio Kristo alikuwa akifanya. Hakukujia wale ambao wako sawa. Alikujia yule ambaye amepotea. Kwa hivyo tutafute wale ambao wamepotea, tuwalete kwa Yesu, na itakuwa baraka tena sana. Hivi Morphine, umeniguza sana. Je, una ushuhuda kuhusia labda kuna kitu ambacho Mungu amekufanyia na ungependa kusema hapa, labda msikilizaji wetu pia aweze kusikia, labda kikaweze kumjenga au kubadilisha maisha yake kwa njia moja au nyingine? Okay, kwanza kabisa ushuhuda ni mingi, mamilioni za ushuhuda, lakini kuna ushuhuda moja ningependa kusema. Mimi kwanza nilikuwa hata sijui kwenda na beats, si ati kwa kanisa tu, hata wakituwekea to dance kwa church. Ilikuanga pale Sunday school to dance, hata sikuwa najua kwenda na beats inaenda hivi, mimi najikuta niko side yangu, naenda mbio, naenda kwa pole pole, sikujua nitaifikia hapa. So kitu najaribu kusema ni Mungu toa mtu toka mavumbini na anawaketisha na wafalme. Usibaki tu hapo kwenye mavumbi ukisema Yesu ameniacha. Huyu Yesu kimtafuta anapatikana kila mahali. Na si Yesu si tumtafutange tu wakati unahitaji pesa. Tafuta Yesu kwa shida na raha, uone vile anafanyia watu mambo. Kuna watu kama mimi, walai nilikuanga yani most of the time nilikuwa nakosa tu amani bila sababu. Hiyo ni ushuhuda iliyo hai.
by the way nilikuwa nakosa amani tu bila sababu. Niko shule hivi maybe najikuta tu yani naanza ku act weird tu. Nasikia tu yani kila mtu ni mbaya tu. Nasikia tu vitu inaniendea vibaya. Sijui nini inafanyika. Lakini the moment nilianza kukaa karibu na Mungu, yani nikiambia tu Mungu, sometimes natembea tu hivi na watu, but mimi kwa hati yangu nasema Mungu nipe amani ya roho. Pale nyuma ikafika wakati mpaka nikaanza kusema siku hizi hata siombangi hivyo. Niko na amani tu. Yani hiyo maombi sasa inafanya kazi. Sasa hii niko na amani. Hata ukinikosea tu maybe tunaongea unikosea, yani nacheka tu sometimes because Mungu ashanipa amani ya moyo. Hiyo ni kitu ya kwanza, ni ushuhuda. Kitu ya pili, katika hiyo ushuhuda wangu nataka kutia mtu moyo. Wakati unaomba, usikuwe unaomba tu wakati wa shida peke yake. Hata saa zingine unaweza kuwa maybe uko job, uko tu hivi, uko na time hata 2 minutes. Ambia tu Mungu asante kwa time imeisha. Imagine Mungu ana count hizo maombi. Na una invest, unajua. Ama tu maybe umetoka tu, hata ukienda choo, ambia Mungu asante. Kuna watu wanaenda choo na wanabaki huko bana. Inashindwa kunini. Unaenda bafu na hata sabuni unateleza inakuangusha, unavunjika miguu ama mbavu. Unaambia tu Mungu asante kweli umenisaidia nikaoga. Usingoje tu mambo mabaya na unaanza kulaumu Mungu. Ati Mungu kweli usiponifanyia hii ndakuacha. Sasa Mungu ndiye atakuacha ama wewe? Unaona? So usibezi kwa vitu mbaya tu wakati unahitaji Mungu. Kila wakati itisha tu Mungu. Hata ukitembea unaambia Mungu, Mungu nisaidie. Nipe maneno mzuri kwa ulimi yangu nisiongeleshe watu vibaya. Kuna watu tu wakikuongelesha hivi na unakwazika na sikupenda kwao. Sikupenda kwao, yani wanatumika tu. Kuna watu wetu ukipost kitu yako hapo unashangaa ulimkosea wapi. Ana comment vitu vibaya tu. Sikupenda kwao, waombe. Yote kidogo yenye unapata omba. Maombi inasaidia pakubwa. Kama mimi venye nimekuambia imenisaidia. Na Mungu awabariki. Asante sana. Sijui Victor unasemaje? Mimi sina maneno ya kuongezea kwa sababu dada yetu wamesha nena ambayo pengine mimi binafsi nimehisi kwamba kuna mahali kidogo nilikuwa nimelegea, lakini kutokana na ushuhuda mchache tu, kwa sababu amesema ana mamilioni ya ushuhuda. Kuna kitu ambacho nimekivuna, na natumai msikilizaji au mtazamaji wa Muliro TV vile vile kwa upande wake ameweza kupata kitu na kila kitu kitakuwa sawa. Pengine kidogo naona muda kidogo natupa kisogo sana, lakini hatuwezi ondoa kabla hatujaweza kujua mawili matatu kuhusiana na dada yetu. Pengine dada yetu, kuna mtu ambaye anatufuatilia kwa sasa anajiuliza, nikitaka kupata nyimbo za huyu dada, ama pengine kuna baadhi za nyimbo ambazo ziko jikoni, ama pengine uweze kumfungua tuone, je, kuna zile ziko jikoni, kuna zile zimetoka ama vipi? Okay. Kwa nyimbo, kwanza ukitaka kunipata kama venye nilisema, na naitwa Movin Indege, kila mahali ukinitafuta hivyo utanipata. So kuna nyimbo ambazo nimetoa kadhaa, ziko YouTube at Movin Indege, na kuna zile ziko jikoni, so you get tuned. Uko tu tayari, usiende mbali. Hata siku moja kwa kwanza kusikiza wimbo ya mtu ubarikiwe nayo. Usingojange tu unaenda mahali na wanakuambia, "Umesikia wimbo fulani?" Kwa wewe ndio enda uambie hivyo. Na itakuwa ya baraka. Ukinitafuta Facebook Movin Indege, YouTube Movin Indege, TikTok, kila mahali utanipata hivyo. Na ukishafika huko follow, TikTok ni follow, Facebook ni follow, YouTube subscribe, na itakuwa ya baraka, like, share. Na Mungu atakubariki sana wewe ambaye unatutazama. Asante sana. Na pengine dada yangu niweze kuuliza, kuna mtu kidogo anaweza sema kwamba naweza mpata huyu dada vipi, pengine nifanye ile tunasema collab. Pengine uko tayari kwa collab ama bado kidogo? Those are personal issues. Okay, kwa njia nyingine. Ukitaka yani vitu kai hizo sasa hiyo tuongee hapa. Unasema hiyo. Napiga simu kama wazia. Asante. Pengine kabla tujamalizia, sijui ndugu yetu kiti kama ana neno kwa mgeni wetu asikia leo. Mimi sina neno kabisa, lakini labda wamesema ukitaka collab unapiga simu. Sijui nampigiaje simu na aumjui, labda angeweza kupeana nambari zake za simu ingekuwa vizuri. Ama aseme utaingia pale Facebook, search Movin Indege, DM alafu mtaongea. Bila shaka. Pengine dada yangu na ndugu yangu, samahani kama neno. Swali tu moja. Tukimalizia, tukipewa muda kuambia dunia neno moja, utawaambia nini? Tafuteni Mungu anapatikana.
Hiyo tu ndo jambo naweza sema. Asante sana. Shasema. Pengine mtazamaji wa kwetu, kabla tujaweza kusanzuka ama tujaweza kuzama, naona kuna jumbe ambazo zinaendelea kumiminika hapa. Anajulikana kama Bro Wasai Sylvester mwenyewe anasema amen, that is the way unaitwa minister. Everyone must pay the price. Congratulations Minister Movin and Muliro TV. Asante sana ndugu yetu. Na mwana vile vile ndugu yetu nakwenda kwa jina la Min Jack Masiba mwenyewe anasema very true. Asante sana ndugu yetu kwa kuzidi kutufuatilia. Na msikilizaji au mtazamaji wa kwetu, ni mgeni wetu ambaye tumekuwa naye. Amesema kwamba yupo kwenye mitandao ya kijamii pale kwenye Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, mpate tu @Movin Indege, alafu kila kitu kitakuwa sawa. Pale kwenye YouTube, fika pale, piga subscription ya kwako, piga comment ya kwako, share, alafu itakuwa ya baraka. Kabla hatujaondoka, pengine mgeni wetu, neno lako la mwisho tu kwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Okay. Kwa watazamaji, Mungu amani awabariki na awalinde. Then kuna mtu hapa siwezi msahau. Mungu abariki Jack Masiba on the beach. Amlinde penye yako, madiwa simuone. Then kuna wale wasi tunatembea nao, Selvon Sami, Brian Lee, na hata nyinyi Mungu awabariki. Amina. Wote ambao nimewamention na wenye sijawamention, Mungu awalinde hii wiki mzima na mbaki salama, mkwe na Yesu. Pengine kabla tujaondoka tu, salamu kwa wazazi kidogo, ndugu pale nyumbani. Mchungaji, mama kanisa. Nasalimia pastor wangu, Pastor Ndonga, nasalimia baba yangu Charles na mama yangu Jen, madada zangu wote ambao wananitazama na kila mtu ambaye ananijua, hata wewe ndugu yangu. Mungu awabariki. Asante sana mgeni wetu kwa kuweza kuingia ndani ya Muliro TV. Ndani ya Muliro TV tunasema karibu sana. Karibu sana na karibu tena. Na endelee kutubariki kwa sababu bila shaka nyimbo zako zinabariki. Pale kwenye mtandao wa TikTok, mimi lazima niingie pale niangalie, dada yangu leo ameachia nini, lazima niangalie. Ewe mtazamaji wetu wa Muliro TV, vile fanya hivyo, fika pale, angalia dada wetu anafanya vipi, tuweze kumpa support pale, alafu itakuwa sawa. Pale kwa collab amesema kidogo kimtafuta nyuma ya pazia, mambo itakuwa shwari tena zaidi ya sana. Hivi atakapokuwa naondoka, basi tutakuwa tunacheza vibaya kibao chake kimoja kimawili hivi, alafu mambo itakuwa sawa. Kikubwa tu zaidi kabla ya kuweza kufunganya, niseme tu shukrani sufufu sana mtazamaji, kwa sababu umeandamana na sisi tangu mwanzo wa shughuli hii, tukiwa na mgeni wetu hadi tumeweza kufikia tamati. Kikosi kizima kimekuepo imara tena sana kuhakikisha kwamba kila kitu inakuwa sawa tena sana. Pengine kabla tujaweza kufunga jamvi, kumbuka tumekuweka mimi mtoto wa shangazi ama ukipenda Wafula Victor pamoja na ndugu yangu Alan Muliro, ni kuache na msemo ambao unasema kuishi kunahitaji Mungu. Ya tafakari hayo. Pengine na ndugu yangu vile vile Kijijeri mwenyewe, mtoto wa babu yake. Anasema ndio mtoto wa babu wake. Asante sana mtazamaji, na kwa niaba ya wote tunasema tu asante sana. Wacha Mwenyezi Mungu azidi kukujalia, tujalie sisi pia tuweze kukutana. Kumbuka ndani ya Muliro TV tunaangaza na tunaleta shughuli nzima, shughuli pevu, shughuli shwari. Tukutane tena panapo majaliwa. Tumeshaondoka na tunasema tu bye bye. Inshallah. Shukrani. It's Autosh on the beat. Baba mwema, si wewe ni baba mwema, rafiki haujawahi shindwa wewe baba yangu. Tunakuja kwako masiae baba wangu, tunajileta kwako rafiki wewe. Si wewe ulisema tukutafute baba mwema, leo tunakuja kwako
si kwake